Umewahi kujiuliza ni mara ngapi umevunja mahusiano yako na watu wengine kwa sababu ya namna ambavyo una react kwenye migogoro au matatizo ambayo yanakuwa yanajitokeza baina yako wewe na wale watu ambao unakuwa unakutana nao? Naamini ukijiuliza hili swali utagundua kwamba kuna changamoto au kuna vitu ambavyo vinakufanya wewe uweze kureact. Kuna sehemu ambayo unatakiwa uweze kuishughulikia ili muda mwingine usiweze kuvuruga au kuvunja mahusiano yako na wale watu ambao unakuwa unawaamini, unawapenda au unatamani hata kuwa karibu nao. Sasa leo nisikilize kwa makini, nataka nikupe njia au mbinu ambazo zitakusaidia kuweza kutatua changamoto hii kama imekuwa ikikutatiza au ikikusumbua kwa muda mrefu. So mara kadhaa umekuwa ukiwa kazini na watu wako au wafanyakazi wenzako, au ukiwa nyumbani na familia, au ukiwa katika mahusiano yako na partner wako ambaye unampenda sana, lakini mambo yamekuwa yakienda ndivyo sivyo. Migogoro ya hapa na pale inatokea, na mara nyingine umejikuta ukivunja ule uhusiano wako baina yako na wale watu kwa sababu tu ya changamoto au kutokuelewana kunakokuwa kunatokea baina yako wewe na wale watu ambao unakuwa nao karibu. Kwanza kabisa nahitaji utambue kwamba migogoro ni sehemu ya kawaida ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo sio kitu cha kuogopa kwamba migogoro inapotokea uogope uanze kuhisi kwamba ni kitu cha ajabu sana. Hapana. Migogoro ni sehemu ya kawaida kabisa ya kumfanya binadamu aweze kukua, aweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, aweze kutambua kwamba anahitaji kitu gani na kitu gani hakihitaji. Unaona? Kwa changamoto zipo kuweza kumjuza mtu. Migogoro inapotokea inakuonyesha wewe ni nani na unatakiwa kufanya nini ili kufikia jambo fulani ambalo unalihitaji. So kwa baada ya kujua kwamba changamoto au migogoro baina yako wewe na watu wengine ni jambo la kawaida ambao ni lazima litokee katika maisha ya mwanadamu, hiyo namba moja. Jambo la pili ni namna yako wewe unavyopokea migogoro au changamoto zinapokuwa zimetokea kati yako wewe na watu wengine. Tuchukulie mfano upo kazini. Kwa bahati mbaya kumetokea sintofahamu au kitu hakijaenda vizuri hapo kazini. Unaona? Na kati yako wewe na wale wenzako ambao unafanya nao kazi au wafanyakazi wenzako, nyote hakuna anayetaka kukubali kwamba yeye ndo chanzo cha tatizo lile kutokea pale kazini. So kitu cha kwanza nitakiwa uwe na positive mindset, uwe na mtazamo chanya ambao unakuruhusu kupokea tatizo lile ili kuweza kutafutia suluhisho. Cha kwanza uwe na mtazamo chanya ambao unakufanya kupokea changamoto au tatizo lile in a positive way. Unaona? Kitu cha pili, badala ya kutafuta ya kudili na tatizo lile katika namna ambayo itakufanya wewe uonekane ni bora na wengine ni sio bora, no, na kushauri kufocus katika kutafuta suluhisho la tatizo badala ya kutaka kuwa mshindi katika tatizo lile au katika mgogoro ule ambao unakuhusisha wewe na watu wengine. Kwa it's better katika mazingira yote yale, sio tu kazini, wao nimetolea kama mfano, lakini katika mazingira yote yale, mahusiano yako ya kimapenzi, mahusiano yako na familia, mahusiano yako na marafiki, changamoto au kutokuelewana kunapokuwa kumetokea, lengo lako la kwanza linatakiwa liwe ni kutafuta suluhu ya tatizo lile. Nini chanzo cha tatizo? Then baada ya hapo, baada ya kujua nini chanzo cha tatizo, tafuta namna ya kusolve lile tatizo katika njia ambayo haitamuumiza yule au haitakuumiza wewe. Hii tunaiita ni win-win situation. Yaani wewe una win, wewe unakuwa mshindi, lakini pia na mwenzako anakuwa ni mshindi.
Kwa it's better kulitambua hilo kwamba lengo sio kutaka kuonesha kwamba wewe ndo mshindi katika beto, yani wewe uko sahihi, mwenzako ndo hayuko sahihi. No, hii itakufanya uishie pabaya, kwa sababu katika maisha hakuna binadamu ambaye anahitaji kuonekana ameshindwa. Hakuna binadamu ambaye anataka kushindwa. Kwa hiyo unapokuwa katika mfano wewe na partner yako umeingia kwenye conflict, unaona, then ukasema no, sasa nitamuonesha kwamba mimi ni nani. Nakwambia ukweli, hutokaa upate suluhu la tatizo hilo au la mgogoro huo, hutokaa upate suluhu. Lakini kama utaweka pembeni mashindano, ukataka ukafocus na tatizo, chanzo cha tatizo nini na suluhisho yake ni nini, then ukamshirikisha mwenzako kwa namna ambayo ni ya heshima, haimvunjii yeye heshima na haikuvunjii wewe heshima, utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambayo ni nzuri zaidi. So na kuhakikishia kwa 100%, tatizo linapokuwa limetokea ukalipokea katika mtazamo ambao ni chanya, na lengo lako likawa ni kufocus kutatua tatizo, kufocus kwenye suluhu na sio kutaka kuonekana wewe ni mshindi, utakuwa umejitofautisha na watu wengine, lakini pia utakuwa umezidi kujenga mahusiano bora kati yako wewe na mwenzako, au kati yako wewe na watu wengine ambao unashirikiana nao au waliokuzunguka. Kwa mind you, take this na ifanyie kazi.